Naam, karibu sana katika sehemu yetu ya insha, ambapo leo tunaangazia insha ya mtihani wa gredi ya 7. Insha ambayo ilikuwa mwaka huu kutoka mtihani wa KIPSA. Andika insha ya kusisimua kuhusu mada hii: jinsi ya kuimarisha usalama shuleni. Insha ni kuhusu jinsi ya kuimarisha usalama shuleni. Jinsi ya kuimarisha usalama shuleni. Kwanza kabisa tunavyo vidokezo ama vidokezi. Nambari ya kwanza, ni nini maana ya usalama? Hii ikiwa ya moja pale itakuwa ni vizuri. Ni kwa njia gani usalama waweza kuimarishwa shuleni? Tuzitaje hapa baadhi ya njia. Ni kama kupanga foleni unapohudumiwa na mwalimu pale. Nyingine hapa ni kama kutomwaga maji ovyo ovyo. Nyingine hapa tunaweza angazia ni kuondoa vifaa vyenye makali uwanjani na darasani ama sehemu yoyote pale, na matumizi mazuri ya vifaa vya shule kama vile dawati, rula na kadhalika. Alafu kuna pia kuwa na mabawabu wazuri ama bawabu mzuri shuleni, na pia kuweka kamera siri kila mahali, sana sana sehemu za faragani. Alafu kudhibiti swichi za umeme darasani na kadhalika. Ukiwa na hizo point uzungumzie 5 uko sawa, kisha hitimisha. Kumbuka kuwa kila aya ni vyema zaidi ibebe hoja fulani. Insha yenyewe: jinsi ya kuimarisha usalama shuleni. Usalama ni hali ya kutokuwa kwenye hatari yoyote wakati wowote na mahali popote. Kila mja mwenye akili timamu ni lazima kama ibada awe mpenzi wa usalama. Yeyote asiyependa usalama hana faida yoyote ya kuitwa mtu, kwani mtu bila utu ni mtukutu. Kuna njia aina za kuimarisha usalama shuleni. Njia ya kwanza kabisa ni upangaji wa foleni. Kupanga foleni kutapunguza misongamano darasani wanagenzi wanaposahihishiwa vitabu, na pia wakati wa staftahi na kishuka. Kufanya hivi kutahakikisha utaratibu umedumishwa shuleni na kupunguza visanga vyovyote vya kuvuruga amani. Naam, njia nyingine ya kuimarisha usalama shuleni ni kutomwaga maji. Umwayaji wa maji kila mahali, hasa madarasani, unaweza kusababisha utelezi na kuanguka kwa wanafunzi. Hatari hii inaweza kusababisha kuvunjika kwa viungo vya mwili, sio kwa watahiniwa tu, bali pia kwa walimu na wafanyikazi wowote skulini. Si kinga ni bora kuliko tiba? Isitoshe, kuna umuhimu zaidi kuondoa vifaa vyenye makali uwanjani au hata popote pale penye wanagenzi. Vifaa hivi madhalani, nyembe, vijiwe, misumari na hata vijiti vyaweza kuwa hatari mno kwa wanafunzi, hususan kina Yahe, Kadege na Mpira, ambao daima
ni mchezo tu. Si Waswahili waligonga ndipo waliposema tahadhari kabla ya hatari? Mbinu ya 4 tunayoweza kutumia kuimarisha usalama shuleni ni kuhakikisha matumizi mazuri ya vifaa vya shuleni. Kuhakikisha matumizi mazuri ya vifaa shuleni. Vifaa kama vile madawati, rula na vinginevyo ni sharti vitumike vyema darasani. Kufungua madawati kufanywe kwa ustaarabu ufaao. Wanafunzi wawapo darasani wawajali wenzao. Wawe na ushirikiano wanapofanya mambo. Wote waelewe fika kuwa undugu ni kufaana, si kufanana. Aidha, shule iwaajiri mabawabu wenye bidii za mchwa. Pamoja na hayo, ni vyema pia kuweka kamera siri kila mahali, hasa sehemu za faragani. Kufanya hivi kutaimarisha usalama kwa wafanyikazi, watahiniwa na hata vifaa vyao. Walinzi nao wasisite kupiga ripoti kesi zozote za utovu wa nidhamu. Wale wasiotaka kufuata kikiki sheria za shule wachukuliwe hatua kali. Ikiwezekana, wapewe marufuku ya wiki kadhaa ili wawe na adabu na heshima. Hatimaye tusisahau kutunza swichi za umeme. Tusibovye swichi hivi tukiwa na unyevunyevu kwenye vidole vyetu. Ikumbukwe kuwa swichi hizi za umeme na unyevunyevu wowote ni kama maji na mafuta. Daima havitangamani, abadani katani. Ingawa yapo mengi ya kuzungumzia, nina hakika kama mauti kuwa endapo tutayazingatia hayo yote, usalama utaimarika shuleni mwetu. Usalama ukiwa kipaumbele, maisha skulini yatakuwa bora. Asanteni. Iwapo umependezwa na kazi yetu, basi tupe subscription pale na tutafurahi kuenenda na wewe. Asante sana na Mungu akubariki.